uvuli wa mauti, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, siogopi lolote, kwa maana wewe ni pamoja nami. kwa maana wewe upamoja nami. Gongo lako na fimbo lako vyanifariji. Kuna vitu mbili vinanifariji, gongo kushoto na kume kuko fimbo. Twende baba. Pigia kwanza Yesu makofi kwa ajili ya hiyo. Tukamate andiko ya pili, Yohane 11. Kitabu ya Yohane 11. Yohane 11. Utakamata andiko mbili, utakamata 39 na ukamate 43. Na 43 tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Yesu akasema, liondoleni jine. Ondoa jiwe. Marta, dada yake yule aliyefariki, akukuwa mgeni ama voisini, dada wa damu. Dada wa damu anasema nini? Akamwambia, akasema, Bwana ananuka sasa. Hata kama ni kaka yangu mesimpende tena, ananuka deja. Maana amekuwa maiti siku 4. A reconnaître kama alikuwa kaka mais anamchanger jina na muita maiti. Ambia mwenzako dunia itakubadilishiaka jina siku moja. Hata baba aliyekuzaa kuna siku atasema huyu ni marehemu, lakini nampenda Yesu. Yesu anasema nini? 13. Naye kisha kusema hayo, wakati Martha alipomaliza kusema, kisha Yesu anakamata, akalia kwa sauti kuu. Yesu akasema, Lazaro. Akumuita maiti, akamuita Lazaro. Twende baba. Njoo huku nje. Njoo huku nje. Pigia Yesu makofi. Tukamate andiko ya mwisho, Luka. Kitabu cha Luka sura 8. Mstari wake wa 8 ngapi? Mstari wa 43 hadi 44. Na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, ndio aliyekuwa amegazimiwa mali zake zote kwa amepoteza vitu sana kuwafumu, kuwanganga, kwa kuwapa waganga, asipate kuponywa na mtu yeyote, lakini hakupata uponyaji. Alikwenda nyuma yake, akaugusa upindo wa vazi lake, akagusa upindo wa vazi ya Yesu, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Sema na mimi mara moja. Sema mara moja damu ikakauka. Sema mara moja. Sema mara moja damu ikakauka. Tupigie basi Yesu makofi kisha tuikale. Amen. Amen. Tutumike sasa. Amen. Amen. Tumpigie mama makofi Tumuankuraje. Voilà. Bwana Yesu asifiwe. Nzambe apesa balukumu. Namshukuru Mungu sana asubuhi ya leo. Na pesi nzambe lokumu na tongwa lelo. Kwa sababu haiko reveil njoo ilinilamusha. Eza reveil tende la musingai. Haiko alarme mtu anatiaka mkitanda njoo nalamushaka mtu. Eza alarme mtu atiaka na mbeto nde la musingai. Kamata alarme ndo itimu morgue one kama italamusha maiti. Zua alarme okende kotia ngo na morgue otala soki ekolamsa. Uwezo na utuamsha asubuhi ni neema ya Mungu. La musibiso na tongo ezangolo ya Nzambe. Na unapoona jirani yako asubuhi ya leo mwambie ni neema ndio inafanya huko. Tango zo mona voisin pembe na wewe yebisa yake ezangolo ya Nzambe ndio la musibiso na tongo. Haleluya. Haleluya. Nashukuru Mungu sana. Na pesi Nzambe matondoli. Kitu ya pili namshukuru Mungu. Na obi merci encore na Nzambe. Kwa baba. Na obi merci na papa. Mtu mmoja atasema mbona unamuita baba? Mimi niko mtoto wa temple de l'Éternel. Ngana za mwana ya temple. Haleluya. Na niko na munjukulu wa temple de l'Éternel hapa asubuhi. Na sana petit fils ya temple de l'Éternel. Namshukuru sana mzazi wangu. Asante. Na lobi matondo mingi papa. Asante kwa confiance. Asante kwa confiance. Matondo mingi pona confiance opesinga. Kwa watu ambao hawakuwa hapa msemeni nilishuhudia. Batu nyoso bazakia wanakati ya semente nilisema siku yangu ya kwanza kuingia hapa ku temple de l'Éternel. Jour nanga ya liboso ya kokota na temple de l'Éternel. Nilikuwa nakaa pale kwenye baba yangu anaikaa pale. Baki kofanda na koto place papa wana azofandela. Wala mzee hakuwa ananijua. Batu bayebi ngai. Nilikuja kusindikiza mtumishi mwingine ambaye ilibidi ahudumie hapa. Na aki ko kendera mtu na kia kotika awa kwa zaki ko prêcher na temple de l'Éternel. Lakini wakati nilipoingia tu sikufanya dakika 5 hapana. Tango na kota ki na sala ki hata 5 minutes te. Akanilokalize akanambia mimi naona huko mtumishi wa Mungu. Prophète majeur a localisé kinga place na zaki ofanda lobike na moni ki oza mwana musala. Lakini kule nyuma mke wangu alikuwa anakaa nyuma sana.
Bon, tafadhali wafunzi mkimaliza mnabiacha tu kwanza vile. Amen, amen. Mnabitengeneza kisha mnabiacha kwanza. Sawa? Mke wangu alikuwa anakaa nyuma sana huko. Mwasi nangaza akikuna na sima. Akanishimamisha akasema naona kama vile singa inakuunganisha wewe na ule dada mwenye yuko nyuma. Na mwe lokola singa ekotio na mwasi waza kuna na sima. Na nikasema Goma, kama tunaweza heshimia manabii. Na lobi na Goma soki tokokiko pesa lokumu pona ba profeta. Na kama Goma kuna manabii 5. Soki tozana basakoli 5. Baba yetu Prophet Rifie iko ndani ya 5. Papa na biso Prophet Rifie azana kati ya 5. Wewe huko mtoto wake njoma na upige mikono ya bien. Ambia mwenzake huko voisin au yaona mambo ya hapa njoma. Nikasema kama kuna watatu basi. Soki bazami satu na Prophet. Nikasema iko katikati ya wale watatu wa kweli wa hapa Goma. Na kama kuna wawili iko ndani ya wale wawili. Mimi asubuhi ya leo namtambua profete mmoja tu. Tupigie baba yangu makofi kama uko mtoto wa hapa. Depuis mimi naanza huduma hakuna mtu ashawahi kunitabiria. Nabii mmoja aliwahi kunitabiria. Alikuwa Prophet Rifin. Mke wangu alikuwa na mimba ya kidogo sana, ungeweza hata kuiona. Akasema naona mimba hapa. Lakini ndani ya hii mimba naona huyo mtoto atakuwa na vita mingi sana, kwa sababu atakuwa na baraka kubwa kwa ajili ya jamaa. Na kwa kweli wakati mtoto alikuwa ndani ya tumbo kulikuwa vita mingi sana. Et vraiment, tant que moi nazaki na kati ya libumu, ezaki na makelele ebele. Alléluia. Alléluia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na akakonfirmia akasema mtoto ambao utazaa ni wa kike. Pia basi confirmation ke mwana okobota kozala mwasi. Unajua kuna baprofeti bengine nishawahi kuona mtumishi wa Mungu anatabiria mama anamwambia mimi naona utazala. Mais kama uzale garçon mimi nakuapia utazala fille. Na kama uzale fille maki unaweza zala mapasa ya garçon na fille ama bafie bawili. Sema na mie tâtonnement. Sema tâtonnement prophétique. Na kwa kweli nitaomba mke wangu ashimame muone preuve ya profesia hapa. Wewe yapataka bia hapa, mimi niko na yangu ya hapa. Hii ni hapa. Ule mtoto ni wakiana bandugu Amen, amen. Mimi naamini kama ile mbegu ya Guyana ya huyu mtoto niliipata kwenye hema sababu. Na niwahakikishie kama ni fille haiko garçon. Gisi profeta alisema kama ni fille. Na profeta alisema atakapokuja atakuwa na baraka. Kwa kweli mtoto alinipatia gari, kuzaliwa yake kanipa gari. Sipigie Yesu makofi basi ya bien. Na mimi naomba leo asubuhi ile kitu unaikalia pale utoke nayo hapa ikupatie kitu ya maana nje. Nani ambaye ataipokea hii kitu kwa uwezo wa jina la Yesu? Mama apokea kama unanipatia menele mkono, mimi naibariki ile mkono yako, mimi naibariki. Mimi nabariki ile mkono ambao unainua, mimi naibariki asubuhi ya leo. Nasema naibariki sana. Amen. Amen. Nasema asante kwa huyo mwanamke. Merci na mwasi na ngai. Nimeoa mimi, siko célibataire. Je suis marié. Watu wengi watasema mbona ngali jeune? Oui, je me suis marié trop jeune. Kwa sababu niko jeune kimwili lakini niko baba kiroho. Alléluia. Na wakati mtu unayua unabeba, unayua kisha kubiproteger. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke wa mimba ya 2 mois hawezi kimbia sana mwanamke wa mimba ya 9 mois. Mwasi wazana zemi ya 2 mois kokiko kimatelo kola mwasi ya 9 mois. Wa mimba ya 2 mois anaweza piga hata ballon mterrain, mais wa 9 mois hawezi hata ingia mterrain. Wazemi ya 2 mois kokiko beta ball na terrain, mais ya 9 mois kokiko beta. Mungu amenibariki sana. Nzambe abeninga kwa kunipa huyo mwanamke. Kwa kupesa mwasi na ngai. Alléluia. Alléluia. Depuis que aliingia maisha yangu akanistabiliser ministériellement. Je suis devenu stable ministériellement. Est-ce que vous pouvez acclamer pour ma femme, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. Je suis venu aussi avec mon petit frère, celui qui fait les médias de mon ministère.
Si vous entrez dans mon compte YouTube ou bien Facebook, vous allez voir beaucoup de vidéos que lui est en train de traiter. Utaona mahubiri yangu mengi sana na yote ambayo yeye anatumika. Amen. Amen. Depuis juma mzima, depuis semaine mobimba, Mungu ametupatia mada. Nzambe apesi biso examen. Ningepataka muziki shuke kidogo. Mungu ametupatia mada. Nzambe apesi biso matea. Na mada ambayo Mungu ametupa, Mateo Nzambe apesi biso. Tuko tunazungumza sur la vallée de l'ombre de la mort. Tozo lobela lokola nzela ya kolekela mwana mubali lokola koleka tangu na ya kukufa. Mkiswahili tunaweza sema bonde ya uvuli wa mauti. Twende mama, twende. Bonde ya uvuli wa mauti. En français, moi je vais interpréter. En Oui. français, je vais interpréter. La vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée oyo nzete oyo tokoki kokende po tokoma. Amen. Tokoma tozala ebembe. Alléluia. Amen. Na depuis juma mzima nilisema ya kwamba hii message Mungu alituma kwa ajili ya watu watatu. Depuis semaine mobimba na bisibino ke Nzambe apesinga batu. Kategoria ya kwanza ambao Mungu alitumia hii message ni kwa wanaume ama wanawake ambao siku moja waliwahi kusikia sauti ya Mungu. Mungu anawaahidia kitu. Nzambe apesinga batu misatu kategoria ya liboso eza Nzambe apesi po matea ekota na kati. Kuna watu wako hapa Mungu aliwapatia ahadi. Samani technicien mtusaidie mtengenezee son. Batu mususu baza na elakeli ya Nzambe. Hapa njoo na mimi hapa njoo na mimi kazi yangu iba. Ukiniharibishia unaniharibishia kazi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mwache kwanza tengeneze kidogo. Gusa kidogo. Amen. Kuna watu ambao waliwahi kupokea ahadi ya Mungu. Tuna batu nyoso bakoti kozwa benediction Nzambe alakaki bango. Na wale watu Batu wana mpaka leo tisikoyo unabeba ahadi meauyaona matimiliko ya ahadi. Bazana etoile moko o bamona ka etoile. Mungu alikwambiaka nitakubariki mpaka leo haujaona baraka ya Mungu. Sambalo bakakena ko benir yo mena omoni yango na nute. Watu wawili, kategoria pili ya watu ni watu ambao waliwahi kusikia sauti ya Mungu anawaahidia kitu mebanaishi contraire ya benediction ambayo Mungu aliwaahidia. Watu amibale Nzambe apesa kibango benediction apesi bango. Soko unaangalia maisha yako unaomba Mungu sana, unafunga sana. Mais ukiangalia kisu kunaishi ni mateso contraire ya maombi unayoyomba. Ndenge ozo vivre na ndenge ozo sambela omoni keza lokolo za mtu kangami. Kategoria tatu, kategoria misatu ni watu ambao wanachoka kuchunga ahadi ya Mungu. Bato bazozela basiba lemba na nachoka depuis Mungu aliniahidiaka mu 2015 mpaka leo sijaona kitu. Na 2015 na moni eloko moko te. Hii kategoria tatu ya watu Mungu aliniambia analeta majibu kwa ajili yao. Na sitahubiria watu wote lakini nahubiria watu watatu hao ambao nazungumzia asubuhi ya leo. Ndio maana sipendi unipatie amen, niko na besoin bibitu bikuhakikishie kwamba unaweza sema amen. Napenda amen yako itoke ndani ya moyo, Mungu akuhakikishie kwamba hii ni yako, hii ni yako. Haleluya. Nikasema vallée ni nini? Vallée c'est un espace réservé entre deux montagnes ou plusieurs. Mlima inaweza kuwa kushoto na mlima kuume, pale katikati ndio wanaita bonde. Nikasema katika Biblia kuna bonde nyingi sana. Kuna bonde ya mifupa mikavu ya Ezekieli. Kuna bonde ambayo inaitwa bonde la Baka, mahali ambapo Daudi alipigana na Wafilistini. Na kuna bonde ambayo tuko tunazungumzia hii juma, ni bonde ya Daudi, inaitwa bonde ya uvuli wa mauti. Nikasema bonde ni kipindi kigumu ambao mtu anaweza pitia.
Wakati kukula inakuwa problem kwako. Kuna watu hapo walilamkia bia wanavala bia megisi biko wanakula kunyumba c'est difficile. Bonde ni wakati machozi haitoke tena maisha yako, kila siku unalia. Sikia, mwanadamu anaweza kukupangusa machozi ya kimwili, me machozi ya ndani hatuionake. Unaweza fasa sambla mbele ya watu, unavala bia, unatia parfum, me ndani kuna harufu nyingine ambayo inatoka ambao watu wasikie. Okoki ko sala semblant olati bien o parfumer na yo bien mais na kati ya motema na yo mutu moko akoki komona ngote. Maisha yetu gisi tuko hapa ifanane na vile vile pia ndio bonde iko tofauti katika maisha yetu. Vina biso ndenge tozawa emona nanu te mutu. Nina bonde langu na wewe pia una bonde lako. Nazana vale na ngayo yo poza na vale. Na siku utaelewa kama probleme yangu haiko yako, hautanipiganishaka. Tango koyeba ke problem na weza problem na ngote. Batu benye banapiganishaka mukanisa c'est parce que banazania probleme ya huyu njoo yangu. Hatuna probleme moya. Batu oyo batiaka magoma na kati ya lingomba baeba kake mtu na mtu asa problem na. Na napenda nimsaidie mtu moya asubuhi ya leo. Na nyina lobela na mtu moko na kati. Nikushauri tu. Na nyina pesa umatea. Nikwambie hivi. Na nyina lobela yo. Utakapoona jirani katika bonde ya maisha yake usimchekee. Kati ya vale na yo koseka yetu. Haleluya. Haleluya. Ambia mwenzako usinichekee kama nika hivi leo, kama ningali hivi. Kuna mahali natoka na Mungu na kuna mahali naelekea na Mungu. Kuna watu ambao walipata maaksida akaona jinsi wengine banakufa mugari meye akapona. Ndio maana wakati mimi unakia mkanisa usidio interesse sana na maisha ya watu. Ambia mwenzako hapana kuwa fotografi wa maisha yangu. Au yuko mimi natoka na Mungu. Haleluya. Haleluya. Kuna bengine balala mubitanda ya hospital akaona jinsi voisin anakufa wanamuingiza mu morgue, meye akatoka karudia kunyumba. Maisha yako haiko njoo yangu papa. Bamsusu balala kina mbeto à l'hôpital bamona ki bamsusu bazaba we baza ebembe bakoti bango na morgue. Bonde na ngolo nzambe omoni tongo. Bonde ni wakati unakuta milango yote ya maisha imefungwa. Valeza lokola okuti ba nzela na nyoso ekanga. Unapima kazi binakatala. Osali musala me salemite. Unapima huduma binakatala. Osali musala ya ma relation inafungwa. Ba relation na yo nyoso. Sema na mie bonde. Vale. Kuna mtu ananielewa? Naifanya hivi kwa sababu ya wale ambao hawakuwa na simu pendant la semaine pour que tufike kwa fasi moja. Na lobi boye po batunyoso bazaki na biso wakati ya semaine mobimba. Bonde naweza kuwa magonjwa ya miaka, umetunziwa, umechoka. Paka leo hakuna uponyaji. Ba problem nyoso ba maladie ozakanango, ozui ba kiss na ba kiss mais résultat sana. Kuna wengine walishaona mpaka na wafumu. Mfumu akamwambia funga kaka kitu mkiuno katakuwa na kuproteger. Acha nikwambie, shetani hawezi kumchunga mtu parce que yeye peke kwa insécurité. Bamsusu basi bamona ki banganga bazui ba kiss bakanyi bango na loketo, mais bayebi ke nzambe moko ndia zakana sécurité ya vie ya mtu. Kuna watu ambao wamegonjwa miaka pameteseka sana. Ile ni bonde. Batumsusu baza awa basi basufri na ba maladie ebele pendant des années mais ezaka ka valeo ekole. Kuna wengine ambao aibu ya maisha inakuwa mingi sana. Aya ya maisha. Batumsusu soni ya vie ekomi kusala bango lokola vale. Unaangalia maisha yako unasema mbona sikukuwa hivi mbele? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Omitali yomoko na kitalatalo lobi nini yangonde comme Singapore. Hii message ya Juma ni kwa ajili yako ndio Mungu. Message ya leo isapona yondeko. Kama dunia ilikuima heshima, hii message itakupatia heshima leo. Daudi anasema katika kitabu ya Zaburi 23 anasema nipitapo katika bonde la uvuli wa mauti siogope lolote. Daudi alobi na kati ya Psalm na 23 alobi na kota alibulu ya ba deception mais yonzambe kaka ndio kingai. Kwa nini siogope? Kwa sababu siko peke yangu. Pona nini na banga kite parce que na ebike na zanga moko. Najua kuna Mungu mwenye iko na mimi hata mwa hii situation ya bonde. Na ebike na zana mtu oyo asa pembe na ngata soki na zaka cha ba difficulty. Kuna wengine wanapitia maisha ya mateso, mkiangalia sura ni sura ya kucheka. Pona batu mususu bazana vimo kweza ya pasi. Ulimutesa busiku, ukapigana naye busiku, mkamfungia kazi. Na unapomwangalia utukufu wa Bwana unaendelea kuonekana.
omoni mutu mususu okengele force nyonso me ana esprit anzambe apesi elokumu kwa louange na ye. Mungu akamwambia Samueli, pakala Daudi mafuta kuwe mfalme, lakini anadikuta ndani ya bonde anawindwa. Daudi apesi Samuel pakola ye mafuta po azala musakoli na ngai. Daudi anatufunza vitu vinne ndani ya bonde. Nikasema hivi. David ya ebiso mikatano mine. La première chose, ya liboso. La vallée de l'ombre et de la mort, c'est un passage obligé pour tout enfant de Dieu. Oyo ma vallée o tozolekela lokola liwa ezaka biloko nyonso ekoleka. Ukiitwa mtoto wa Mungu inabidi upite katika bonde fulani ya maisha ili uishi ushuhuda. Soki babengi omwana nzambe ifo lekela na vallée moko po oye bake nzambe. Ukikatala kupita mbonde hawezi panda mlima. Okoki koleka na ngomba tesa kolekela vallée moko po matela ngomba nayo. Nikasema upende usipopenda kuna siku jaribu itafika maisha yako. Olinga te. Jour moko okozakaka na ba insécurité à vie na yo. Kitu ya pili nilisema, la vallée n'est pas une habitation pour un enfant de Dieu, mais c'est un passage. Vallée eza abri ya mutu ya mwana nzambe te, mais eza nzela ya kolekela po akende place o. Je l'ai dit le vendredi, nikasema hatuna manyumba ya kuikalia mbonde, hatutajenga mbonde hapana. Hatuna biti ya kuikalia mbonde, tuko tunapita ndani ya bonde. Kuna wengine mwiko na dipose question, mais hii situation depuis 2018 mpaka leo sipate majibu. Nikukumbushe leo kwamba Mungu anaenda kupitisha pale. Watu walikwambia upande ushuki hautatoka mwele problem. Ile ni maneno ya batu. Mesie tunaamini kwamba hapa hatukae, hapa tunapita. Sema na mimi nitapita katika bonde. Kuna mtu anayeamini hii kitu? Kama unayamini leo ikuwe mlango yako ya kutokea leo. Mimi nasema leo kwa mlango yako ya kutokea. Kitu ya tatu. Chaque vallée a une porte d'entrée. Mais aussi il y a une porte de sortie. Wakati unapoingia ndani ya mateso, jua kama ulipitia mlango, ni kusema kuna mlango mwingine ya kutokea. Nilitangaza hapa siku ya 5 nikasema hii juma Mungu atatokeza milango katika maisha ya watu wengi wako katika bonde hapa. Uliingia ndani ya bonde ya chômage, banakumalizia kazi. Me hii juma Mungu atakufungulia ingine mlango ambao utatoka ndani. Kitu ya ine na ya mwisho ambao tulizungumzia. Dans la vallée on n'a jamais été seul. Dieu est toujours avec nous. Kuna mtu anafurahi kwa nini kuna kuinformer que Dieu est avec toi. Batu balikuacha. Balikuacha. Dunia ikakukataa. Lakini Mungu yeye hajawahi kukukataa. Na asubuhi ya leo kuna kuchunga hapa nje ili kwamba akusindikize utoke mwa ile bonde. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, nitazungumzia sur quelques vérités de la vallée. Ambia mwenzako, ndani ya bonde kuna ukweli ambao uijue. Na hapa ndio napenda uactive imani yako ili kwamba upokee kitu sasa. Alléluia. Kitu ya kwanza, vérité ya kwanza, chaque vallée a des oreilles pour entendre. Kama problème yako inaitwa magonjwa, siki iko na jina. Soki oza problème ko ebengani kobela. Siki ezana kombo. Amen, amen. Kila situation amweke yako haina jina. Kama yako haina jina ni kusema haina masikio ya kusikia. Situation nyoso ezanga la kombo te, c'est-à-dire una mtu yuko na shida hapa asubuhi ya leo ainue mkono wake. Problem. Unaamini kama ile shida yako iko na jina? Iko na jina? Na kama iko na jina ina masikio ya kusikia. Asubuhi ya leo nikutangazie kwamba bonde yako itasikia kitu leo. Bonde ya maisha yako itasikia. Oh my, wapi watoto ya Prophet Rifin? Hii mafuta mimi naanza kumwanga sasa. Sema na mimi mwalimu anataka kuongea sasa. Alléluia. La vallée est capable d'entendre.
vale ezana mato ya koyoka. Magonjwa ina masikio ya kusikia. Kobela ezapena mato ya koyoka. Roho ya mauti ina masikio ya kusikia. Motema ya liwa ezapena mato ya koyoka. Kukosa pesa ina masikio ya kusikia. Zanga mbongo pesa mato ya koyoka. Kuzarauliwa mon frère ina masikio ya kusikia. Kwa kisama ezapena mato ya koyoka. Hata machozi ina masikio ya kusikia. Kama problem yako haina jina, ni kusema haina masikio. Soki problem na ezana eloko ya koyoka te. Niingie ndani ya andiko hapa, Jean chapitre 11. Maandiko nasema kulikuwa mtu aliitwa Lazaro. Na Lazaro alikuwa rafiki yake na Yesu sana. Mais malgré burafiki haikuampeshe Lazaro wagonjwe. Ni kusema hivi, unaweza kuwa mtoto wa Mungu mais ça n'empêche pas uingie ndani ya bonde. Parce que j'ai dit que la vallée c'est un passage obligé pour tout enfant de Dieu. Wakati Yesu alikuwa anaponesha watu, mimi naamini kisi Lazaro alikuwa rafiki wa kabambi sana wa Yesu. Alikuwa hata anamsindikiza mafasi moja. Aliona kisi Yesu anaponesha viwete. Na siku aligonjwa, katika moyo wake alijua ni rafiki ambaye anaponesha kama magonjwa. Mais maandiko haijawahi kudicontredire. Mais la parole de Dieu Matthieu alelo et contre ilibidi Lazaro abebe mzigo wake mwenyewe. Même si tuko shibote ba Kristo, mais kila mtu iko obligé kubeba mzigo yake. Ambia mwenzako kama yako kuna kilo sana, Mungu akupunguzia hata kwa kilo asubuhi. Akagonjwa siku ya kwanza, siku ya pili, ya tatu, ya ine, akakufa. Bakasema tuchunge hata rafiki yake petete atakuya hapa kukilio, tutamsikia kesho. Sikia, hii siku ine banasema ni siku ambao Lazaro alikuwa ashafanya mkaburi, haikuwa siku yake ya kukufa. Banachunga, banatengeneza serike, banapiga telefone kwa Yesu, banamtumia batu. Yesu anasema ile magonjwa haiko juu ya kumuua, ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Bon, sawa basi tunaitika, me hapa anaanza ingia mserke deja. Wanasema haiko ya kumuua, me hapa tunatazika kuya, tunatazika deja. Haleluya. Kuna situation nyingine yenye watu biko wanaona binaisha kwako, me Mungu kunaona njoo mlango sasa. Njoo kwenye hatisi inaanzia pale. Wakamchukua, wakamweka ndani ya shimo. Na hii shimo kwa Lazaro ilikuwa kama vile bonde kwake. Watu wakakamata Lazaro, abakumutiaka kisi tunatia leo, unavalisha mtu veste, mnamvalisha na montre yake ya $300 na mashenete kama za 2000, mnamwikalisha muserke. Ile wakati ya zamani walikuwa wanakamata mtu banamufunga sanda mwili mzima. Tango ya karabaza hiki kosaya mtu bakundiwe basali lokola ndenge ba mizima basala batie basala. Kuna mtu ashaka wewe unajisi wa mizima wanazika. Banafunga mikono, banafunga miguu, banafunga na macho. Dunia njoo inatukondane kama Yesu njoo anatudekondane aka. Haleluya. Maandiko nasema kwamba wakamzungurusha sanda, wakamchimbia shimo, wakamweka ndani. Me haikutosheleza, wakasema hata kama tumemfunga moja, mbili tumemtia ndani ya shimo, metatu mweke pia jiwe kubwa pale. Hii dunia haitakuhurumia, nikwambie verite. Kuna mwingine mwenye kuna souffrance mais akikuexplique unasema au moins hata mimi ningaliki mshimo nyana lijiwe. Mais huyu inalijiwe kubwa sana. Haleluya. Walipoweka Lazaro ndani, siku ya ine kafika. Yesu akafika kwa Lazaro, akasema mnionyeshe rafiki yangu kwenye hivi. Bakamwambia Lazaro alikufaka depuis ya 4 jours. Tusha muzika zamani. Histoire yake ishaisha. Na wao kuye tu kama ni consolation ou difariji na jamaa. Lazaro balobike Lazaro akufaki banda
bandakala soki olingio koma na okaka tosito kunda kieto chede. Akasema munipeleke mahali mulipo muweka. Bokende kotika nga place obotika kilaza. Sijui kwenye balikuwekaka na wewe leo. Lakini maombi ambayo niko naifanya leo, hii neno ipeleke watu waliokuweka. Kama ni kuvilaje yenu, mimi napeleka hii neno pale kwa balikuwekaka kwanza. Nani mwalikutumia ile magonjwa nakakuweka ndani ya chungu? Simjue. Lakini leo pamoja na nabii wa Mungu tutaelekea pale kwenye balikuwekaka. Sema na mie watafika leo. Sunipe amene ya pia basi niingie pale. Amen. Wakabisha bila kusema no, bon, c'est normal kama mimi aone kwenye balizika rafiki yake. Bon, c'est normal akokoma place bakundaki kamarani. Akafika mbele ya kaburi. Akoma kila place. Akafanya erere. Asali mwayo. Akaambia watu mfungue lijiwe nione ndani. Aebsa kibatu botombola. Dada yake na Lazaro aliitwa Martha. Tomona kisha na Martha. Akamwambia hivi. Mzee, c'est vrai mimi na yeye mko barafiki mais hapo naanza exaggerer. Depuis 4 jours tuko tunakuita ukuya hapa. Leo ndio unazaleta mabuyuwai. Ça fait 4 jours de tozo benga mais lelo ndo benga. Alishaanza nuka parce que ça fait 4 jours déjà nakufa na inaingia ndani. Ça déjà solo. Azopisa solo déjà nakati alilita na yeye. Lakini Yesu akasema, Jésus alobi. Kama wewe dada yake. Soki oza leki na yeye. Au kupata wakati ya kusikia mimi nasemaka. Ya kwamba kwa njia ya imani kilichokufa kinaweza fufuka tena. Leo, je vais te montrer une expérience. Akawambia ondoeni jiwe. Bale balitiaka lijiwe njo benye Yesu alipatia manda ya kutosha jiwe. Na asubuhi ya leo mimi nafanya manda spirituel. Kila mwaliwekaka lijiwe ya kuharibisha maisha yako, leo ataitosha. Mama ule mwenye aliwekaka lijiwe ya magonjwa ya maisha yako, leo ataitosha. Mimi nasema haitoshe kwa ile mkono. Nasema leo ataitosha. Mimi natangazia watu 7 walio hapa. Kila majiwe waliweka mikono yenu, walifunga maisha yenu, nasema iondolewe. Oh, ile amene yako ingaliki chini. Leo kila mtu atapokea selon degré ya imani yake. Kuna wengine wanasema amen na wanashimama. Kuna wengine wanasema amen wanaonesha mkono. Ile degré yako ndio itakupatia kitu asubuhi leo. Sijui mwalikufungaka. Sijui mwalifungaka ndoa yako. Mimi simjue. Parce que Yesu akuiweka nani mwaliweka lijiwe. Mais akapana ordre kwa baliweka lijiwe. Akawaambia hivi, ondoeni jiwe. Sema na mie jiwe litaondolewa leo. Sema jiwe litaondolewa leo. Ambia pata mwenzako mkono mwambie jiwe yako leo itaondolewa. Umwambie ile jiwe itaondolewa leo. Mimi nadhani akapenda badiskite mais hawezi discuter na neno natoka katika kinywa cha Yesu. On ne discute pas. Même les démons le savent très bien. On ne discute pas avec la parole de Dieu. Ambia mwenzako on ne discute pas avec la parole de Dieu. Na mie si discute na badui yako, niko nabaambia vérité. Je le donne l'ordre ya kuondoa jiwe ya buselibateri maisha yako. Ya kuondoa jiwe ya magonjwa ya maisha. Moi je donne l'ordre ce matin. Ah, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux monter maintenant? Sikia, maandiko nasema ya kwamba walipo ondoa jiwe harufu ikatokea. Mimi nadhani kila mtu mwalikuwa pale, hata Martha dada yake alifunga mapua. Dunia hii dunia. Kuna wakati unasikia dunia inakuwa uchungu sana kwako. Kila fasi uko napita watu hawakupende kwa sababu unatoa harufu mbaya. Hata watu ya jamaa yako wanakukataa, walikuacha paske harufu yako iko mbaya. Na hii harufu inatoka wapi? Ndani ya shimu, ni kusema ndani ya bonde. Na niliwaambia kama ndani ya bonde hatukuwake shi peke. Kama niko natosha harufu mbonde, seke Yesu naye iko na même odeur.
Haleluya. Haleluya. Maandiko nasema ya kwamba akafungua jiwe. Acha batu leo bati mikono mapua juu ya maisha yako, kesho watakunusa. Leo bakukimbie tu. Mwambie kesho utatafuta harufu yangu hautaiona. Batafute jina yako habataiona. Beye biko na kuzarau leo, mimi nakutangazia hapa mwaka kesho, tarehe kama na leo, hii Goma bakutafute na batafute jina yako. Amen yako joko na niogopesha kabisa. Amen ya temple leo iko kidogo sana. Nilizani kwamba leo kutakuwa mbingu itafunguka hapa na watu wapokee kwa bure. Sema nimeipokea. Sema mwaka ijayo mie mtoto wa Rifin sitakuwa wa hivi tena. Kila harufu yenye balikutupiaka mimi nasema leo mbingu ikutumie parfum ingine ile harufu. Oh mon Dieu. Sikia, Biblia inasema ya kwamba apre kufungua jiwe, meme si biku wanatia mikono mapua, sauti ikatokea. Mimi nakumbuka siku balitia maiti ya Lazaro mkiwanja yabo kwabo, badada yake balilia kaka lamuka. Gisu tunalia leo. Nishaona mama mweko nalilia mtoto wake ase bana nikata maziba bana nikata choma kwa mama mweko kolela bana nikata maziba mama iko nguvu sana. Tobetelena no maboko ya bien, maboko ya bien. Amen. Amen. Sauti zinapishana. Kuna sauti yenye nasikilika mbonde na nyingine sauti yenye haiwezi kusikia mbonde. Kuna sauti kisi nilisema kila probleme kama iko na jina siki nasikiaka nini? Sauti. Bonde ya Lazaro ilishindwa kusikia sauti ya Martha na Maria. Melibidi sauti ya moja ambao anasema anaponguruma ni kama vile simba ya kabila ya Yuda. Akasimama mbele ya kaburi ya Lazaro, akaanza kunguruma, akasema Lazaro, toka! Mimi nasema ile magonjwa itoke, ile probleme itoke, ile matatizo yako sikuache basi leo. Mama, Mungu ile magonjwa visi unasimama pale, Mungu akupatie nguvu ingine tena. Na nguruma na mie kama mtoto wa Rifea asubuhi leo kwenye ima za pao, nasema shida ya miaka toka, shida ya jamaa toka, probleme za siku iliyopita mimi nasiondoa maisha yao. Mama wako wima pale, Mungu akubariki wewe mama, pokea basi hiyo. Sisi ni wana wa manabii, tunanguruma kama baba. Sema nitanguruma asubuhi leo. Sema na mie toka. Sema toka. Kukosa kazi, kukosa ndoa, kukosa watu wa maana, sufukuze ile basi bien. Oh my God. Simba kasimama akasema Lazaro toka. Sikia, ndani ya bonde kila problemi nasikiaka. Lazaro akasikia hii iko sauti ya Martha, hii iko sauti ya Maria. Hii ni sauti ya mwaliniumbaka hii ndio aliniumbaka huyo. Maandiko nasema alituumba kwa nini? Kwa pumzi. Pumzi tu ndio alipumzia. Na wakati Yesu alikuwa akisema pumzi tena, ikatoka na ikaingia mbele ya kaburi. Natangazia mtu moja hapa, pumzi ya Yesu Kristo inakuya kuumba Biblia kufaka maisha yako. Inakuya kufanya creation ingine. Mimi naamini ya kwamba wakati alitoka amefungwa, alikuwa amefungwa mikono na miguu, amefungwa macho aone. Kuna wakati unaweza kuwa mkanisa deja Mungu alisha kufungulia bonde, mulango iko wazi me ungaliki nafungwa. Kuna waimbaji unaweza kuwa unaimbaka bien me ungaliki nafungwa mudomene fulani. Bonde iko wazi, jiwe limeshaondolewa. Njoo ile furaha uko nasikia hapa ya kutample, jiwe haiko tena, bonde ishakuwa wazi. Me
umefungwa tena. Osio kangami deja. Unaweza ambia mtu mwanafungiwa atoke ae. Okokiko na mimi sasa niko natoka alikuwa kuna rukaruka. Meajue kwenye kunaenda, meakaona mlango ya kutokea meme si macho nafungana. Nimkumbushe mtu mmoja, sisi wa Kristo atutembeake na macho ya kimwili, tunatembea na macho isiyoonekana. Wakati alitoka ndani, hakuna fasi kwa nasema harufu ikasikika kwa mwili wa Lazaro. Ni kusema sauti ya Yesu ilisukula maisha ya Lazaro mule ndani. Dada yake Martha alizani kwamba ananuka, mekumbi sauti inasukulaka. Sema na mie sauti inasukulaka. Na ile sauti ya Yesu ikusukule na wewe asubuhi ya leo. Isukule mikoshi ya jamaa yako. Isukule maprobleme za mkartie yenu. Isukule ile probleme uliacha kwako. Papa amina kubariki ile mikono isukuliwe asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Akawaambia manda ya pili, sema deuxième mandat. Sema deuxième mandat. Manda ya kwanza alibambia wafanye nini? Waondoe jiwe. Manda ya pili akawaambia mfungueni sanda. Bakakuya bo peke bale walifungaka. Bakauliza Matie, wewe ulifunga miguu, ukio fungule miguu yako. Oh, Jean-Claude kwa pindo alifunga kichwa ya Lazaro. Akuya afungule kichwa ya Lazaro. Okay. Kuna mwingine mwalifunga mikono yake akasema ule Sylvain ndo alifunga mikono. Mumuite akuya afungule mikono. Kila mwali kufungaka kama balikuwaka batano, leo bataitana kwenye biko. Leo bataitana kwenye biko, baanze kila mtu na kazi yake. Aliyefunga mikono waifungule kwa jina la Yesu. Aliyefunga miguu yako waifungule uanze kusafiri. Aliyefunga ndoa yako waifungule kwa jina la Yesu. Mimi nauliza mwalifunga miguu atasimama purke amfungule miguu. Ilibidi afanye nini? Ashotame kwanza purke afungule miguu. Kuna watu watashotama miguu yako meme si hapo ndio malikufungaka. Hapo ndio malikuwa la base ya probleme yako. Leo watashuka kwenye miguu yako ili kwamba miguu hiyo ibakie wazi. Je peux monter un peu ici? Naweza sogea? Sikia. Maandiko nasema ya kwamba Lazaro alikufa na nini? Sina magonjwa. Depuis anatoka mkaburi, maandiko nasema akukukuaka tena daktari akia kumupima. Aliingia na magonjwa amekutoka. Akatoka amepona. Kile kenye kilimuwaka kikabakia ndani ya bonde. Kama ni sida ndio iliua Lazaro mimi sijue, melibakia mule ndani. Kama ni kansere ndio iliwaka Lazaro melibakia ndani ya kaburi. Na wewe hapa utatoka na kile kenye uliingia nakio hapa leo. Kitabakia kwanza hapa afa wewe utoke. Kitabakia hapa afa utoke. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Si kitu inanishangaza hapa nini mama yangu? Deja 4 jours ya kilio. 4 jours minei ya matanga. Huku kwetu Goma na Bukavu. Awa ipana biso na Goma pe. Tunafanyaka après 3 jours déjà tunarisisha. Si vile ilikuwa garçon. Sala kaka topanzika kama matanga après 3 jours. Unakamata veste ya Lazaro mnaipatia swati muyomba kama kuzalaka. Mnaipatia swati mtoto wa mloko. Tozu kaka babilamba. Viatu ya Lazaro mnaigabula. To pesi mutu na mutu na ndenge ya sersena. Masengle za Lazaro mnazigabula, mnazigabulia batu. Parce que hakuna tena espoir. Parce que tobi keto za. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nauliza kanisa mniambie leo. Wakati Lazaro alitoka ndani ya bonde na akarudi kunyumba, kila mwalibebaka yake atafanya nini? Wewe uyaelewa ndio maana. Au yaelewa ndio maana. Kila mwalibebaka pantalo yake atafanya nini? Mwalibeba veste, mwalikamata makuta yake nyaliacha mshambre. Na mwalikamata chapeau yake. Na ndio maana nawe nakutangazia kila mwalibebaki yako leo atakirudisha hapa. Mwalibeba batoto yako leo atabarudisha. Sema atarudisha. Sema atarudisha. Kazi yangu itarudia. Ndoa yangu itarudia.
heshima yako itarudia tena leo hii. Leo hii. Lelo. Sunipe amen ya bien basi. Hapa ni bia jamaa, si wote ni batoto ya baba moya. Nipatie amen mi grand frère ama petit frère wa. Kila mwalibeba biako leo, sa utatoka nje batanza itana. Batatia liste. Na kusema Mama Antoinette garçon wake njo mwalibeba kai. Na katika ulimwengu wa kiroho kuna vitu vingi sana walikuiba. Paske balizania utakufa mwezi wa 3. Wengine walizana utakufa mwezi wa 4. Pengine balikuzikaka depuis Desembre banajua ushakufa. Mais leo tunakufufula tena na bitu yako batabirudisha. Kitu ya pili, deuxième vérité dans la vallée. Chaque vallée nécessite la foi pour créer une porte de sortie. Kila bonde inaomba uwe na imani. Kama una imani hauwezi toka ndani ya bonde. Haleluya. Lazaro angipendaka adiskite na sauti yenye alisikiaka mpaka leo angitoka mule ndani. Wale kwenye huko mimi na yuko nasema mbona balinihubiria tena hivi. Ile tu gisu chakuwa na madute pale, hawezi kuona kitu. Me ukifungua moyo nasikia Roho Mtakatifu kuna kuambia leo hii uumbaji unaanza maisha yako. Sio maana babangu nimalizie peut-être hapa nisimamie hapa. Kulikuwa mtu mmoja ambaye aliitwa Yairo. Yairo anakuya kulomba Yesu service. Anamwambia niko na binti wangu wa 12 ans. Hajakufa. Angali mzima. Meiko mgonjwa karibu kufa. Na ukiingia katika usome Biblia kwa watu ambao walifanya teolojia, tulijifunza ya kwamba ndani ya maisha ya huyu mtoto depuis kuzaliwa yake alikuwa mgonjwa. Ni kusema magonjwa yake ilifanya combien d'années? 12 ans. Amen. Na wakati Yesu aliposikia sauti ya Yairo, akasema okay, mimi na active miracle ya kubariki magonjwa ya miaka ngapi? 12. Mimi naenda nayo katika nyumba ya Yairo. Alipoanza safari, kumbi kulikuwa mama mmoja pembeni. Huyu mama alikuwa na imani kabambi sana. Akasikia sauti ya kiroho inamwambia Yesu alisha active miracle ya 12 ans de maladie. Na maandiko yanasema huyu mwanamke alikuwa na magonjwa ya miaka 12. Miaka 12 ya kugonjwa. Haleluya. Aliposikia ile akasema je vais improviser. Mais akaangalia mikono ya Yesu akasema mbona mikono ishaponesha bengine. Yesu hawezi tena weka muujiza mkono. Akatafuta migulu akasema kuna viwete waliletaka migulu ya Yesu bakaponea hako. Mais akasema binaweza kuwa wapi muujiza Yesu active iko wapi? Maandiko nasema ya kwamba akapata revelation yiko kiroho. Akasema kule chini kwenye bengine biko bana neglige. Mimi naweza tafutia yako baraka yangu. Na huku ndosho kwenye gome iko na neglige leo. Tuko na mtu mwanaweza leta suluhisho mwa ile baraka. Akasogea. Banasema yule mama alikuwa ananuka sana. Mais malgré kuzarauliwa iko napita katikati ya watu wanaambia mbona unanuka sana? Akasema sibangaikie. Akasema sikuangaikie. Ambia mwenzako vraiment pardon nikwambie leo mimi sikuangaikia yake. Pardon moninga nanga azwa. Mwambie na heshima tu mimi vraiment mimi sikuangaikia yake sana. Pardon yo kipe makambo na yo ngape na kipe makambo. Unitukane? Unizarau? Unichafulie reputation mimi sikuhangaiki yake. Mimi sikuhangaiki yake. Kuna muujiza niko natafuta hapa ku temple de l'Éternel. Kuna kitu kilinileta hapa. Na kama huko muleo usihangaikie mtu kusema amen. Sema hayo bien, sema hayo bien. Sema hayo bien.
Loba amen bien. Akaingia katikati ya watu, akapita miguu ya bale walikuwa wanamkataza. Mimi niko nasema leo Mungu uko nafungulia passage, iko na kuachia passage puke uguse. Leo utagusa na wewe. Hii maneno iko na kuachia njia kiroho. Alipogusa pindu Yesu akasema tango asimba ki elamba ya Nzambe ya Jésus. Yesu akasema nani mwana nigusa? Nani atushe ngai? Mais soyons sérieux. Kubale batu wote walikuwa wanazunguruka Yesu pa. Totala na nunu. Anaweza sema nani mwana mgusa vraiment? Nani asimba ki ngai? Mimi naamini Petro alikuwa muyuai sana. Na yebi ke Petro azala. Petro akamwambia mzee ulishafanya mabetizi ya mingi mais hii sasa unaanza exagere. Awa lobina Jésus. Moya mbuteaje yote tuambie nani anakugusa? Nani asimba ki ona elamba? Sikia, kuna kugusa na kugusa Yesu. Yoka moninga na ngamo ntimi na ngai. Unaweza gusa Yesu mais wewe uko unamgusia njoo wapi? Pokoti ko simba Nzambe. Mais mwingine kuna mgusa na precision. Sema nitagusa Yesu na precision leo. Sema nitagusa Yesu na precision. Bunduki iko na maana sana. Pour que uwe mtu il faut viser na precision. Mais unaweza kuwa na bunduki mais aiue mtu kama uivise yake na precision. Na unaweza kuwa na maombi kama uivise yake na precision. Haitazalaka matunda. Soki ozape na mabondeli, soki oza na precision te ekobeta fruit. Yesu akasema kuna mtu ananigusa na precision. Alipomgeukia akamwambia mama, imani yako, imani ya mtu mwenye iko hapa leo hii, imani yako tu vile jinsi unaamini tu kama bitachange na binaanza kubadilika deja. Kwa ile imani naweka neno, kwa ile imani naweka matunda, kwa ile imani yako nione mabadiliko kwa jina la Yesu. Kwa nini Yesu alisimama munjia na kuendelea kwa Yero? Kwa sababu alikuwa na muujiza tu hii. Muujiza gani? Ya uponyaji ya magonjwa ya 12 ans. Akadikutana tena kitu papa. Mon père, akaangalia mfuko aliweka miracle ya 12 ans de maladie. Il fallait changer stratégie. Directement mbingu ikaelewa kama Yesu ana tena ile muujiza. Tuue mtoto. Maandiko nasema alipomaliza kuponesha huyu mama, mwingine mtumishi akakuja akamwambia, baba acha kumsumbua mwalimu. Mtoto wako amefanya nini? Amekufa. Haiko tena probleme ya miracle ya guérison. Mais ilibidi mbingu imtumie miracle ya resurrection. Nasema kama kule bishakufa maisha yako leo, pokea basi muujiza ya kufufuliwa. Pokea muujiza ya kufufuka. Yesu akupatia ingine miracle. Sikia, mimi napenda nibariki 15 personnes ce matin. Inua mikono yako miwili juu. Niko nasema 15 personnes. Mbona mnainua mwewe? Mwaiko mwaba wa 15 ya shushe. Maki nyi bote Mungu na besoin leo muipate. Mimi naibeba kwa baba yangu hapa. Njoo hii mimi naichukua hapa. Mimi nakupatia hayo na we. Pokea ile kwa jina la Yesu aliye hai. Pokea ile probleme leo hapa. Mungu akupatie. Simama. Simama niachie baba yangu kazi. Piga makofi ya bie kwa ajili ya utukufu wa Yesu Kristo.